Nimechunguza hili neno la kubinafsisha ama kuuza shares za serikali kwenye Safaricom ambayo inafanywa chini ya maji, haijulikani ukweli uko wapi, na nimeona kwamba hilo jambo lazima lipingwe kwa sababu Safaricom ni kampuni ambayo ni muhimu sana kwenye Jamhuri ya Kenya. Safaricom imetunzwa na pesa za Wakenya, na huko nyuma hata Vodacom ikiingia hapa tunajua kulikuwa na utapeli fulani ulifanywa, kulikuwa na ile kitu kilikuwa kinaitwa Mubitelea. Hatujui iliishia wapi, na sasa tunaona hiyo utapeli tena unarudi sasa hivi, na tunaona tutafika wakati ambapo hawa matapeli itabidi washughulikiwe ndio Jamhuri ya Kenya iweze kujitawala, iweze kusonga mbele. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi ni kwamba serikali imeanza ile tabia ya tunaita nani huyu alikuwa anaitwa Esau na Yakobo, bila alitoka kwenye jangwa ameshikwa na njaa, akaamua kuuza urithi wake, akauzia Yakobo urithi wake, na mpaka sasa hivi kizazi cha Esau hakijulikani kiko wapi. Na ndio mimi naonelea kwamba hii urithi wa Kenya ambao ni mali rasilimali ya nchi hii haiwezi kauzwa tu kiholela, kwa sababu serikali iko na shida ya kulipa madeni ambayo ni madeni gushi na vitu kama hizo. Sisi ningependa kuona ukweli ukijitokeza, na kama kuna haja ya kuuza Safaricom, lazima bunge iuzishwe vilivyo, lazima wananchi wauzishwe vilivyo, na kama tuelewani lazima tuende mahakamani tuweze kupata ukweli na haki ya mambo, na tuweze kuelewa ni nini kinaendelea kwenye hii Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu tunaona ni kama Bwana Ruto anataka kuendesha nchi ni kama haitakuwa na wananchi baada ya yeye kutawala nchi. Zile serikali zinakuja zitatumia nini kutawala nchi kama tunauza rasilimali zake zote? Vizazi vijavyo vitatumia nini? Na kuuzia nani? Tunauzia mzungu mwenye alituweka kwenye nyororo za ukoloni kwa hii miaka yote, mwenye alitufanya mtumwa. Sasa tunarudisha utumwa na ukoloni wa kifedha kimambo leo. Hilo jambo halikubaliki. Mimi ningependa kuona serikali ikinyakua share zaidi, ikichukua Safaricom iwe rasilimali ya kitaifa kabisa. Sababu tunakumbuka kule nyuma hii Safaricom ingetengenezwa na Kenya Post and Telecommunication. Lakini wale walikuwa wale mabaperi wa KANU wakiongozwa na Bwana Moi na wengine wakaja wakafanya sakata, wakapea mzungu nafasi ya kujenga hii telecommunication company. Safaricom ingekuwa sasa hivi yote ni rasilimali ya dola la Kenya. Lakini bila wanataka kuiuza, itabidi tupambane, na mimi naomba wananchi wenzangu tujitokeze, bila tujitokeza kupinga Adani, tujitokeze kwenye bunge, kwenye civil society, kwenye makanisa, tupinge ili jambo ili tuweze kukomboa hii kampuni ambayo ni ya muhimu sana kwenye Jamhuri ya Kenya. Safaricom kumiliki asilimia fulani ya shares, labda ina faida ipi kwa Mkenya? Pengine kama ungeelezea layman. Unajua, kwanza ni kwamba Safaricom ndio ina control inaitwa digital economy. Aliaga juzi, sio? Mimi nilienda kwa hiyo bunge nikiwa umri kama huu wa Mheshimiwa Karisa Kenga. Kwa hivyo mkikuza vijana mnaweza kutengeneza viongozi wa kesho. Mimi niliundwa na watu kutoka Ukikitui kwa tangu 1985. Niko wakuta kule. Nilikuwa pole na kina Katana Ngala na wale wengine. Kwa hivyo leo hii nikija naja kama mmoja wenu pamoja na viongozi wenzangu. Sawa. Aha, huyu mzee aelewa mambo mengi, lakini asiniharibie mkutano wangu. Aha, asije mimi nitasema yeye ndiye ataninunulia lunch sasa wewe. Naona kama mzee wa rika wewe. Alipunjani mimi. Haya. Asante. Basi ngoja tuelewane. Kwa kipindi ambacho kimesalia, tumekuja tuongee hata na Kenya tukiwa hapa. Mtatukubali? Mnatukubali? Ile nini yako irudi tena, tuambie tutume habari kwa Kasongo mwenyewe. Tuseme hivi, anajigamba kwamba serikali ya Kenya kwanza imeajiri walimu zaidi ya laki ngapi? 70. No, 7,000 is laki 7. 70,000. Sema 70,000 ndio waajiri. Baadhi yao ni walimu kiasi cha 20,000 ambao waliajiriwa kama kiwango cha intern.
na badala yao sasa wapatiwe kazi, wapatiwe confirmation kama permanent and pensionable, anataka kuwafuta kazi. Je, huyo ni kiongozi? Huyo ni kiongozi kweli? Wangapi anasema watoto wetu 20,000 Kenya nzima wapatiwe permanent employment? Kama na tunasema hiyo, tunasema waandikwe, ama mwasemaji? Wangapi anasema waandikwe? Waandikwe. Harambee, sema one time. Harambee. Asanteni. Because ni aibu kwa kiongozi kuandaa dunia nzima. Amesikia vile ako na umaarufu duniani nzima kama kiongozi mfisadi kushinda wote. Na vijana wetu wa Gen Z walifanya jambo la busara mwaka jana. Mimi na Raila ambaye amelala na alale vyema, ama unasemaje? Mimi na Raila karibu mimi ni uwawe 2023. Tukapigwa risasi, tukaenda mahali Raila akaambia Joe angalie, tukahesabu zaidi ya risasi 10 times attempts. Attempt ni nini kwa Kiswahili? Majaribio 10 ya risasi. Ile ilituokoa ni kwamba hiyo gari ilikuwa na ile iko na bulletproof, ukipiga inarudi. Right? Raila tukahesabu. Huyo Raila huyo tulimpumzisha juzi. Na yeye walikuwa kimuita mganga, walikuwa mkuita mchawi. Sasa anaenda kule anasema baba, hata akampatia kiwango mpya, akapatiwa Ruto, akasema Raila huyu ambaye amelala sasa tumefanya people's president, anapatiwa mamlaka yale ya juu zaidi, commander chief of the Golden Heart, na mzee amelala. Je, hiyo ni haki kweli? Yaani unakubali wakati mtu amekufa kwamba alikushinda? Mimi na Raila nikiwa mgombea mwenza 2013 tukawashinda hawa wa Jubilee, Ruto akiwemo. Hata wakati huo alikuwa na Uhuru, lakini yule alikuwa kali kabisa wa kushinda ni Ruto. Tukamshinda, mwizi, akaiba kura zetu. Tukaenda kwa mahakama kama alivyofanya Kenga. Mahakama kuu ikasema ingawaji mmeibiwa, lakini tukiangalia hatuna hata wakati wa kutoa uamuzi wa haki. Ikasema kwa Raila na kumwambia sasa wamesema hivyo, hatukubaliani na wao, lakini tuna jukumu la kikatiba kama viongozi wa nchi kukubaliana na uamuzi huo. Tuseme ndio hatukubaliani uamuzi, lakini tunasalimu amri. 2013 tukaibiwa, tukakubali. 2017 tukarudi pale, mimi na Raila wangu. Tukawaangusha chini, tukawashinda. Tena hatukushinda. Tukarudi kwa mahakama. Wakati ule hakimu mkuu na timu yake wakasema hapa hakukuwa uchaguzi kama huu wa Magarini. Wewe keti tu mheshimiwa. Hakukuwa na uamuzi, hakukuwa na uchaguzi wa haki. Kwa hivyo muregeshe, murudi tena. Raila na mimi tukakubaliana, tukaangalia tukirudi pale hakuna uwanja wa kupiga kura, hauja kamilika, hauja kuwa sawa, ni kama tena kuwaudhi wananchi wa Kenya. Tukasema hakuna haja. Sasa wakati huo Raila, Uhuru na Ruto wakarudi kiwanjani wao peke yao. Idadi ya Wakenya waliotoka kupiga kura ilikuwa chini ya 20%. Uhuru akaangalia akaona huyu Ruto huyu ameniandaa, huyu kuna udanganyifu, wacha nimtafute Raila. Akamtafuta Raila, ndio akashikana mkono. Sasa huyu Ruto huyo ndio asema, ukisikiliza one of these comments, wakati moja Ruto alienda huko Homa Bay, akasema sasa Raila atanisupport, akinisupport nitabaki tu na huyo Kalonzo. Anachekelea. Ruto akamjibu, Raila akamjibu wiki moja baadaye. Akasema wewe Ruto, wewe huyu Kalonzo unamchezea, huyu ni mbora kushinda wewe mara 20, mara 10 I think. Mara 10. Akasema hivyo. Na kwa hivyo akasema, akaongea mambo yake, kisha baadaye vijana wakafanya 2024 maandamano, wakauawa wengi. Alafu hapo baadaye Ruto akamtafuta tena Raila. Sasa Raila amepumzika.
tunaomba Mungu aweke roho yake vyema, sivyo? Wale tumesalia tuna jukumu la kuhakikisha Kenya hii inatawaliwa kikatiba, sio kikimabavu, sio kupelekwa kwa njia ya wizi. Watoto hawana ajira. Makampuni mengi ambayo imeajiri viwanda hivi, watoto wameajiriwa na viwanda, wamehamia kwenda Tanzania, wengine wameenda Uganda, na watoto kulala hoi.